Habari ndugu mtazamaji, kwa majina naitwa Jendai Wilson, ni mtangazaji wako wa hapa Galaxy Media. Kwa siku ya leo tuko hapa Kanyama katika maadhimisho ya siku ya mabalozi duniani katika kanda ya Mwanza Kaskazini. Siku ya leo niko na mtumishi wa Mungu Master Guide Elfas Chisumo. Nitaenda kumuuliza maswali machache kuhusiana na sabato ya leo na mambo mengi kuhusiana na mabalozi. Karibu fuatani nami. Habari ya jioni Master Guide. Nzuri, hujambo? Mimi si jambo. Unaweza kutuelezea kwa ufupi historia ya chama cha mabalozi? Chama cha mabalozi kimebuniwa na kanisa mwaka 2000 na kikarasimishwa rasmi mwaka 2001. Kwa muda wote huo, chama hiki kimekuwa kikiendelea kujifunza kwa awamu. Awamu ya kwanza walipaswa kujifunza kupitia makadi, na baadaye kanisa likatengeneza mfumo mzuri wa mafundisho ambayo yanatumika kama moduli, na wanajifunza moduli 7. Moduli ya kwanza inaitwa wanafunzi. Wanapokuwa wakiendelea kujifunza, mwisho wa majifunzo wanatunukiwa cheti na pini ya mabalozi. Na mabalozi hawa sasa kwa mara ya kwanza leo wanasherehekea sherehe zao. Kwa mara ya kwanza kanisa limewapa nafasi ya kukutana kiulimwengu, wakijadili thamani ya uwepo wao katika dunia. Kauli mbiu unasema ishi kwa athari. Amina. Next tumesikia mchango wa Master Guide jinsi alivyoelezea historia ya chama cha mabalozi. Ilianza mwaka 2000 lakini ilipitishwa rasmi mwaka 2001. Swali lingine ni kwamba umeonaje mwitikio wa mabalozi katika kuhusika kwa sabato ya leo hapa Kanyama? Jambo la kwanza, tumegundua mabalozi wanampenda Mungu. Mabalozi hao wanampenda Mungu wamekuja, lakini ujio wao umetufanya tushangae. Mkutano mzima huu ulioketi una jumla ya watu 872. Ujaona kwamba ni mkutano mkubwa? Wamekuja kumpokea Mungu. Asante. Watu wamekuja, watu 800. Kwa hiyo tunaelekea 900. Mwitikio ni mzuri sana katika mara ya kwanza kuadhimisha siku ya mabalozi duniani. Tunalishukuru kanisa kwa kuwa pamoja nasi, halijatuacha, linatunga mkono sisi mabalozi. Lakini pia ningependa kujua wewe kama mtaaluma wa Mwanza Kaskazini umejipangaje kuhudumia chama cha mabalozi katika kanda yako? Jambo la kwanza, sherehe za leo zimenifanya kutoa machozi, kwa sababu nimegundua idadi ya watu wanaopaswa kuhudumia mabalozi ni wachache, nikimaanisha kiongozi mwandamizi ambaye kwa kifupi anaitwa SYL. Ni idadi yao mpaka sasa kanda nzima wako watu 4, na watu ambao wamejitoa leo watu 300 waliosimama mbele ya wito, wote ni mabalozi, hawana kazi, hawamjui Mungu. Kwa hivyo wamenipa changamoto kubwa ya kuona sasa mzigo nilionao ni mkubwa tofauti na nilivyokuwa nimejipanga. Wamenipa kazi ya kuanza upya. Nesi, umesikia ndugu mtazamaji, mabalozi wamekuja wengi lakini watu wa kuwafundisha ni wachache. Lakini pia ningependa kukuuliza wito wako kwa makanisa ya kanda ya Mwanza Kaskazini kuhusiana na mabalozi ni upi? Jambo la kwanza ni waombe viongozi wetu wa kanisa na viongozi wengine wajitazamishe katika mambo machache yafuatayo. Kwanza, tuwakubali mabalozi na changamoto zao. Ni hatua tu ya makuzi, baadaye watakuwa sawa. Wasiwapuuze. Vijana unapowapuuza kanisani, wanapenda duniani, na huko duniani kuna watu wanawahitaji. Kwa hivyo wataacha kumtumikia Mungu, watamtumikia shetani. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, wito wangu mwingine ni kwa walimu wote tunaoendelea kufundisha. Kwa sasa, kwa mwitiko wa leo, tuanze kujikita katika masomo ambayo watawasaidia vijana kujiajiri binafsi ili kutegemeza maisha yao, kwa sababu hakuna ajira na wamesoma.
Kwa hivyo kama hatuwezi kujitegemeza kwao, mambo yatakuwa mabaya. Lakini jambo la tatu, kanisa liwazoeze vijana katika matendo ya kanisa. Watumike kama wainjilisti, watumike wajione kuwa na wao ni sehemu ya kanisa, watalitegemeza kanisa. Ile kauli ya vijana ni kanisa la kesho, tukiitumia tutawachelewesha. Kwa hivyo wito wangu mkubwa, vijana ni kanisa la leo. Tuwape majukumu, tuwapokeze vijiti wakati nafasi zetu za maisha zinapokuwa zinapita. Amina. Naisi ulikuwa pamoja nami ndugu mtazamaji. Umesikia wito wa mtaaluma wa kanda ya Mwanza Kaskazini jinsi alivyoongea. Anawaasa viongozi wa kanisa muweze kuwapa vijana nafasi. Vijana wanapokuwa kanisani hawana kazi ya kufanya, hawatakuwa makini hata kuifanya kazi ya Bwana. Tuwape kazi waifanye, kwani vijana ni kanisa la leo, sio kanisa la kesho tena. Asante kwa kunifuatilia na Bwana akubariki.